hajakutana na mume wake. Akija kukutana na mume wake tayari ashaharibika. Nchi ngapi? Eti nchi ngapi? Na anapeleka mkono. Wangemwacha pale angeshika. Wangesema dumbukiza mkono ikague. Angedumbukiza, mimi nakwambia mkono. Hana hata uoga na ujasiri kabisa. Anauliza swali la kipumbavu. Eti nchi ngapi? Nchi. Jamani. Unamuuliza mwanaume una nchi ngapi? Hivi na sisi wanaume tukianza kuwauliza nyie mna saizi ngapi, halafu wote tuanze kuambizana ukweli, si wanaume wote tutakuwa tunawakimbia kweli nyie wanawake mlivyoharibika sasa hivi? Tutakuwa tunabaki kweli tukianza kuwauliza na nyie mna saizi ngapi? Sisi tutakuwa tunakimbia tunawaacha. Halafu ndio unakuta kuna mwanaume lijinga lipumbavu eti linatumia madawa ili saizi yake ilingane na mwanamke. Nakwambia utatengeneza hiyo saizi italingana, huyo mwanamke ataenda kulala na wengine, ataongezeka tena, atakuja kwako, atakuita unakibamia tena. Mwanamke ukitaka kujua umeharibika, enda ukalale na yule mwanaume wa mwanzo ambaye alikutoa bikra. Si mlikuwa mnalingana kabisa size? Nenda sasa hivi kalale naye mwanaume wa mwanzo. Kama hautamuita unakibamia, utakuta kwisha. Ndio utajua sasa tatizo lipo kwa mwanaume au ni kwako. Watoto wa kike wa zamani walikuwa wanaolewa na bikra. Akikutana na mume wake awe na kibamia awe ya aina gani, anaamini wanaume wote wako hivyo. Lakini wanawake wa sasa hivi mnaolewa mmeharibika. Vijana wanaoa maskrepa, wanaoa matakataka, mavitu yaliyotumika. Tayari huyu kwisha habari yake. Ameanza kuchagua. Mwanamke ukiona umeanza kuchagua unatafuta makubwa, ujue ndo kwisha wewe. Kwisha huu, huna lolote. Wewe ni zombi, sio mwanamke tena. Hakuna mwanaume mwenye kibamia mbele ya uke uliotunzwa. Ukiona wewe unasema kibamia, wewe ni malaya. Wamekumaliza. Huna issue. Huna radha. Vijana jamani, tunaoa mavitu ya ajabu nyie. Tunaoa maroboti, sijui manini. Halafu eti wazazi wamekaza. Mtoto wangu mimi milioni 2. Hatuwaoi. Mtalea wajukuu zenu tu hapo nyumbani. Hatuoi masklepa. Yaani ana ujasiri kabisa anauliza hivyo. Jamani. Zamani mwanamke alikuwa anakaa na bikra mpaka anaolewa, inakuja kutolewa na mume wake. Lakini sasa hivi mwanamke kabla ya kuolewa tayari ameshapita kwa Mudi, amejua Mudi analala naye dakika 20, anajua Hansi analala naye lisali zima, anajua sijui Salumu nusu saa. Unajua huyo mume wako ambaye atakuwa serious na wewe akikuoa, atakuwa analala na wewe kwa muda gani? Na ndio maana mkiingia kwenye ndoa hamwezi kutulia. Kwa sababu unajua nikienda kwa Mudi analizisha, nikienda kwa Salumu analizisha, ana style